Karibu kusikiliza habari kutoka Grand Lac One TV. Ndio unasikiliza sehemu nyingine ni Grand Lac One TV. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama kengele. Like, comment na share hapo utakuona pamoja kusikiliza habari kutoka Grand Lac One TV. Grand Lac One TV, the sound of news. Tulionayo mchana leo ni kutoka kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika jimbo la Kivu ya Kusini. Maeneo ya Kivu ya Kaskazini, kumrazi, maeneo ya Rubaya. Ikumbukwe Rubaya inapatikana huko Masisi. Hiyo jana tarehe 14 inasemekana alfajiri kabisa, mapema hiyo, FARDC wakiambatana na wazalendo walishambulia ngome ilikuwa ikipatikana Kanali Muasi Willy Ngoma, Sultani Makenga na wengine wengi. Ndege hizo zisizokuwa na rubani maarufu kama drone zilishambulia maeneo hiyo. Hapo kwa papo Willy Ngoma, kanali huyo wa waasi wa M23, akakata maisha. Hivi tunavyoongea, Willy Ngoma haiko tena duniani, ameaga. Kuna watu wengi, ukifuatilia kwenye mitandao ya kijamii, wengi wamepokea habari hiyo kwa shangwe na nderemu, na wengine vile vile wamehuzunika. Maana walio wengi wanasema Willy Ngoma amefanya mabaya mengi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo naye Sultani Makenga. Hao ni watu wa kuuliwa kabisa, na wengine wanasema hata kama aliua, ila angeshikwa ashtakiwe mara moja, ajibu tuhuma zote ambazo zilikuwa zikimkabili kwa kuua wakongomani ambao siokuwa na hatia. Sasa basi, ikumbukwe vita hivyo vinaendelea mpaka sasa kwenye migodi ya Rubaya. Rubaya ni sehemu ambapo wanachimba dhahabu, ni sehemu ambapo kuna madini mengi sana. M23 na serikali wanagombania sehemu hiyo. Serikali inataka kurudisha sehemu hiyo kwenye mikono yake, na waasi hao wanataka kujimilikisha sehemu hiyo ili wapate kununua maminisyon. Sasa serikali inafanya kila liwezekanalo ili idhibiti sehemu hiyo, waasi wakose sehemu za kuchimba madini, maana sehemu hiyo ndiyo inawatuma wanafadhili na kununua vifaa vya kwenda kupigana kwenye mashamba la mapambano. Inasemekana naye Sultani Makenga, huu ndiye mkuu wa kitengo cha kijeshi cha M23, naye amepata majeraha kweli kweli, naye amepata majeraha. Unaweza ukaamka kesho naye unasikia ameaga dunia, maana wote walikuwa kwenye msafara moja. Ikumbukwe tarehe 23 walikuwa wanaenda kuangalia wachimbaji ambao wanachimba madini pale Rubaya, wakaondoka wakaenda kulala sehemu. Hawakujua kama FARDC iko juu yao. Mpaka sasa tunavyoongea, naye yuko mautiuti, naye yuko mautiuti, Sultani Makenga. Ikumbukwe huyu Sultani Makenga ameongoza vita vingi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye upande wa uasi, maana aliwahi kuwa jemedari kwenye jeshi la taifa, akaasi akaenda zake msituni. Naye si mwingine ni mdogo wake gavana wa M23 wa Sud Kivu, naye inasemekana aliaga maisha kwenye shambulio la FARDC. naye aliaga maisha
kwenye shambulio hiyo ya FARDC ikiongozwa wa patriots, wazalendo. Ukitaja FARDC, wazalendo hawezi kuwaacha nyuma, maana wenyewe ndio wanashikilia usukani kweli kweli. Hawa ndio watoto wa mgini ambao wanajua maeneo yote. Hawa ndio kipawa mbele cha rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi. FARDC imetuma ujumbe wa kusema nini? Hongereni FARDC. Huu si mwingine ambaye alitoa ujumbe, ni waziri wa ulinzi ndio alitoa ujumbe huu. FARDC, hongereni, kazi ambayo tunawatuma mnaenda kuitekeleza vilivyo. Na kitengo ambacho kinaopeleka mashambulizi cha Ibu, hawa ni wanajeshi ambao walipata mafunzo ya kutosha. Walipata mafunzo ya kutosha kutoka huko ugaibuni, sio wa kuchezea. Nao mkuu wa majeshi Force Armée de la République Congolaise wamedhibitisha kumneutralize teroriste huyo Willy Ngoma, yani wamemmalizia maisha. Ndiyo gisi walioandika kwenye mitandao ya kijamii. Tumefanikiwa kuneutralize teroriste huyo Colonel ambaye aliyejifikisha peta Willy Ngoma. Kwa sasa hivi ambayo tunavyoongea, Willy Ngoma tena haiko duniani. Tunanukuu waziri wa ulinzi anasema nini? FARDC, kazi ambayo tuliwatuma mumeitekeleza ipasavyo. Kusiwe mtu wa kucheza na inchi, kusiwe mtu wa kucheza na inchi. FARDC mapinga ya lokumu. Wanawapongeza sana FARDC. Sasa msikilizaji wetu, wewe ni shujaa kwetu.